Bwana Yesu asifiwe. Na kusalimu kwa jina la Yesu. Naitwa mtumishi wa Mungu Japhet Alex. Jioni ya leo iliyopata neema na kibali mbele za Mungu, penda niseme na wewe neno moja litakalo kusaidia kwenye maisha yako. Naam, katika kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtuma mwanawe Yesu Kristo aje ulimwenguni atukomboe mimi na wewe, ili tupate uzima wa milele. Mungu alitupenda sisi, na ndio maana katika Yohana 15 mstari wa 16 anasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali mimi niliwachagua ninyi. Na Mungu alitupenda sisi. Alitupenda hata kama ni waovu, alitupenda hata kama ni wabaya sana, alitupenda hata kama tulitenda matendo yasiyofaa, lakini Mungu alitupenda. Alitupenda hivyo hivyo, na udhaifu wetu Mungu alitupenda, na uchafu wetu Mungu alitupenda, na akakubali ateswe pale msalabani ili mimi na wewe tupate kuwa huru. Hivyo hivyo alitupenda. Ni upendo wa jinsi gani? Ni upendo wa pekee sana. Mtu aliyekubali kuchukua gharama kwa ajili ya watu wengine. Yesu alikubali. Hakuna mtu duniani yoyote awezaye kufa kwa ajili ya mwingine. Hakuna. Afe kwa ajili ya wengine. Hakuna. Labda mtu kufa kwa ajili ya mtu mmoja tu, lakini kufa kwa ajili ya wengine hakuna. Lakini Yesu Kristo mwana wa Mungu alikubali kufa kwa ajili yetu, ili tupate kupata neema ya wokovu. Na neno la Mungu linasema, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Katika kitabu cha Isaya 53 neno la Mungu linasema, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Yesu aliteswa msalabani, aliteseka ili mimi na wewe tupate ukombozi. Mama yangu, baba yangu, kijana mwenzangu, jioni ya leo huu ni ujumbe kwako. Mungu akufungue, Mungu akuponye, Mungu akutetee, Mungu akupiganie. Ni ombi langu kwako, umpate Mungu. Mpate Mungu kwenye maisha yako. Ishi na Mungu. Kuna wakati ambao utatamani sana kuwa na Mungu, lakini huo wakati hautakuwepo tena. Utatamani kwenda ibadani, lakini walio wa Bwana watakuwa wamenyakuliwa. Ndugu yangu, mpendwa wangu, ni vema umpate Yesu. Maisha na tabia yako bila Mungu hutaweza. Maisha ya hofu, maisha yasiyofaa, maisha yasiyompendeza Mungu. Mungu hapendezwi na maisha. Alichukia wakati wa Sodoma na Gomora walitenda maovu sana. Mungu akachukizwa, akatuma moto ili kuangamiza. Lakini Mungu ni wa rehema. Jioni ya leo ninataka kusema kitu. Mungu ni wa rehema sana. Hata kama umetenda uovu kiasi gani, lakini Mungu ni wa rehema. Mungu ni wa rehema. Hata kama umeua, Mungu ni wa rehema. Hata kama umetenda jambo lolote baya, lakini Mungu wa rehema. Mungu ni wa rehema mno.